this thing started just like a joke. Nobody saw it coming. This thing of empowering women. It started kidogo kidogo tu. Now, many women have been empowered. They have broken their marriages. They are not submissive. They don't respect their husbands. These slay queens you are seeing around, they are the midfielders from bed to bed. It was a mistake that was done empowering women. Women of nowadays, wakipata pesa wanakutanaga tufikudi. Hawataki kuolewa tena. Hawataki kukaa kwa ndoa tena. Wanataka kukaa maisha ya independent. Sasa they have changed vile Mungu aliumba. So ile hadhi ya mwanaume siku hizi katika familia na katika jamii hakuna. So many women have become loggerheads. They don't listen to their husband. You can't tell them anything. It started like kidogo kidogo sana. Sasa saa hii it is all over in the community. All over in the society. The whole world is crying about women. This thing of empowering women. And that's why we don't have families. We don't have kids. Watu hawazaani. Wamama wakipata pesa hawataki kuzaa. Katoto kamoja ametosheka ama wengine wanakaa hivyo. And that's why unaona hii ni maajabu katika ulimwengu huu tunaishi wakati wa leo. So dunia inafaa kurudi mahali Mungu aliiwachia. Sisi tumekuja na akili zetu, tumegeuza. Vya Mungu vimekuwa vyetu. Anyway, society inalia kila mahali juu ya empowering women. Na mliambiwa empowering a woman is empowering the society. Now empowering a woman is making men to cry. Men are crying in the society. Every day, everywhere you go, men are crying. Wanawake watulii kwa ndoa. Slay queens ni midfielders na goalkeepers. Kwa bed, from one bed to another, from one lodging to another, from one estate to another, from one man to another. Hawajielewi, hawazai. They are just there. That's just there. Kizazi kinachokuja miaka kama 50 inakuja, itakuwa shida dunia hii. Bwana Yesu awabariki.